Iko wazi duniani kote, hakuna taifa lililoendelea pasi na kuwa na wataalamu wa masuala mbalimbali. Uhaba wa walimu, maktaba na maabara imekuwa ni changamoto kubwa katika shule zetu nchini. Katika ile hali ya utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli na Tanzania ya viwanda, NMB Bank inaitikia wito kwa kutoa msaada wa viti vya maabara katika shule ya sekondari Mamire iliyopo mkoani Manyara, wilaya ya Babati. Stuli hizi za maabara tunazokabidhi leo ni moja ya ushiriki wetu katika maendeleo ya jamii, na sisi kama benki inayoongoza Tanzania tunahakikisha jamii inayotuzunguka inafaidika kutokana na faida tunayoipata. Ndugu mgeni rasmi, kwa miaka kadhaa sasa NMB katika mipango yake imekuwa ikishiriki shughuli mbalimbali za kijamii kama kusaidia sekta ya elimu, mfano kutoa madawati na viti na vinginevyo, vifaa vya maabara kwa shule za sekondari, na vile vile kwa upande wa afya, vitanda, magodoro, mashuka na kadhalika, na pia kufariji jamii katika vipindi vya majanga mbalimbali, mfano kwenye mafuriko na ajali mbalimbali zinazogusa maisha ya watu wengi. Shule hii kwa kuchangia stuli za maabara, stuli 135 zenye thamani ya shilingi zaidi ya milioni 4. Daniel Fiso ni kaka mkuu wa shule ya Mamire. Mbele ya mkuu wa wilaya ya Babati, maafisa wa NMB, walimu na wanafunzi wenzake, anaahidi nini baada ya maabara ya shule yao kukamilika? Napenda kutanguliza shukrani zangu za dhati kwa yote mliotufanyia, kwani kwa sasa hivi tuna maabara na maktaba pia. Pia shukrani zingine naomba ziende kwa watu wa NMB kwa hisani zenu mlizotufanyia, kwani sasa hivi tuna viti pale maabara na tunawaahidi kulipa hisani hizi kwa kuongeza kiwango cha ufaulu katika shule hii. Kwa nguvu nyingi usiku na mchana, watu wengi duniani kote huhangaika kutafuta pesa, labda kwa aina ya wanyama wengine, lakini sio mwanadamu kumudu kuishi pasi kuwa na pesa. Hivyo pesa ni muhimu, lakini je, nitatunza wapi salama pesa zangu? Fedha hifadhiwi nyumbani. Kwa hiyo mkawaelimishe hata wazazi majumbani kwamba tunatakiwa tutunze fedha zetu benki kwa ajili ya usalama, kwa ajili ya maendeleo yenu binafsi kama familia, na kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu Tanzania. Sawa jamani? Mtafikisha ujumbe huo? Na elimu mliopewa asubuhi mtaifikisha? Asanteni sana. Mheshimiwa Crispin Meera, mkuu wa wilaya ya Babati, akifafanua namna tunavyoweza kufikia Tanzania yenye viwanda. Serikali ya awamu ya 5 wamesema tunataka kuelekeza nguvu zetu kwenye viwanda. Sasa hatuwezi kuwa na viwanda kama hatuna wataalamu. Kwa hiyo na mojawapo ya kupata wataalamu katika viwanda ni lazima tuwekeze kwenye maabara. Hakuna ujanja. Kwa hiyo tuseme kwamba sisi kama Mamire tumeanza kupiga hatua mbele, na wengine wakuu wengine na viongozi wengine waige mfano. Tusikae tu tunasubiri budget. Tutumie wadau wetu walioko ndani ya mkoa, walioko ndani ya wilaya, waweze kutusaidia katika ile mambo ambayo tunapenda yaende haraka. Matajiri na wasomi wa ndani na nje kwa nyakati tofauti wamekuwa wakisisitiza nidhamu ni muhimili mkubwa ili kufikia malengo katika dunia hii iliyofanywa na utandawazi kuwa kijiji. Huyu ni mkuu wa wilaya ya Babati akisisitiza kuhusu nidhamu. Napenda niwakumbushe wanafunzi swala la utoro, swala la kusoma. Tunapenda hii shule kuongeza ufaulu. Matokeo ya form 4 mwaka jana hayakuniridhisha. Form 2 safari kidogo mmejitahidi, lakini ningependa nione form 4 ya mwaka huu mkifanya vizuri. Hasa wale ambao mko form 4 sasa hivi mnanisikia, mfanye vizuri. Muige shule nyingine wanafaulu wao. Kwa sababu gani? Wana vichwa viwili, wana masikio manne, wana macho manne. Kwa hiyo sasa lazima tujiulize,
Wale wanaofanya vizuri na walimu, mjenge tabia ya kuona wivu. Kwa nini fulani tu anatushinda sisi? Yeye ana nini? Zile mbinu ambazo wenzenu wanatumia, na nyinyi tumieni hizo mbinu. Jambo lingine la muhimu ambalo ningependa kuchukua nafasi hii kulisisitiza ni swala la matumizi ya fedha za elimu bure. Sasa tafsiri ya elimu bure imekuwa wengine hawaelewi. Uko waraka ambao umetolewa wa kuelekeza kuona kwamba jukumu la serikali katika uendeshaji wa elimu nchini, jukumu la serikali ni lipi na jukumu la wananchi ni jukumu gani. Kwa hiyo kwa kuwa mkurugenzi huko hapa, nielekeze kwamba fedha zinazoletwa kwenye mashule, kwa sababu zinaletwa moja kwa moja, yale manunuzi yote yanayofanywa kwenye fedha hizi za serikali, hakikisheni kwamba watakaouza au kusupply vitu shuleni wanatoa zile risiti za mashine, zile risiti za serikali, zile za mashine. Hatutaki kukuta marisiti yale ya barabarani, yale ya kuandika kwa mkono. Yale hatuwezi kukubali, kwa sababu wapo watu wajanja watakaotumia hiyo nafasi kufanya vitu hewa katika fedha hizi. Kwa hiyo ni muhimu, na nilisisitiza kwa wilaya nzima kwamba manunuzi yote yatakayotokana na fedha hizi lazima risiti zitakazotumika ziwe ni zile risiti za mashine. Na wale wazazi ambao watakuwa wameacha kuwapeleka watoto wao kidato cha kwanza, tutachukua hatua kali za kisheria, kwa sababu haki ya mtoto kwenda shule iko kwa mujibu wa katiba. Sasa kama mzazi, serikali imeshakuondolea mzigo wa ada na vitu vinginevyo, sasa kwa nini mtoto aende form 1? Mzazi anajadili chakula cha mtoto wake. Jamani, wilaya kama Babati mzazi anajadili chakula, ina maana angeshinda nyumbani asingekula? Nyinyi wazazi wenu, ukiona mzazi wako huyu ana roho mbaya, hataki ule chakula na roho mbaya. Lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Tamati ya makala hii ni mwanzo wa makala nyingine maridhawa. Kwa niaba ya wote walioshiriki, jina langu ni Raymond Method.